Huwezi amini, chuma kinaanza usiku wa manane, usiku mnene, ndani ya msitu mnene. Kuna binti wawili warembo wanaletwa ndani ya msitu huu mnene. Hawacheki wala hawaongei chochote. Humu ndani kuna bonge moja la pango. Mawe makubwa na ya kutisha yapo humu ndani. Swali ni je, binti hawa wawili wameupata wapi huu ujasiri? Nani aliyepo nyuma yao? Wamekuja kufanya nini muda huu? Hili ni bonge moja la movie. Kuna siri za ajabu binadamu wapo nazo. Wakiamua kufunguka, huenda wasieleweke kwa kuonekana ni hadithi za kusadikika. Binti hawa wamekuja kwa huyu mzee anayeishi ndani ya pango hili. Mzee anawaambia, karibu, ingieni humu ndani, kisha muende mkajitakase kwenye maji yanayotiririka. Hawa warembo wakatii. Huku ndani wamekuta bonge moja la chatu. Ni refu kinoma, ni refu ile mbaya. Mzee anasema kati yenu hapa mmoja ndiye atakayerithi mikoba na majukumu haya mazito. Asili ndiyo itayoamua nani atakuwa mrithi. Ikapigwa ibada ya sekunde 3 ya siri. Hatimaye asili ambao ni mababu na mabibi wakamchagua huyu binti kwa jani kuanguka kwenye mapaja yake. Upele umempata mkunaji. Huyu binti akaingizwa ndani ya hili dimbwi ili apewe power. Kiufupi, huyu mrembo ashakuwa mafia, na msitu huu umejawa siri za kutisha na nguvu za ajabu. Na movie ndiyo rasmi inaanza. Karibu tuone mabalaa humu ndani. Mimi naitwa Adam Jerome aka _TZ. Hapa kijijini wana utaratibu wa kuwa na matamasha ya mambo ya utamaduni. Mara kadhaa huwa wanakusanyika mahali hapa ili kupata burudani za nyimbo za asili. Watu ni wengi kinoma. Tamasha hili mtumbuizaji mkuu ni huyu mrembo anaitwa Miss Handing, yaani ni dansa yule aliyerithishwa mikoba. Kazi ipo leo. Hapa kuna hisia nazipata kuwa kuna mtu huenda kaenda msituni kule, msitu unaofanywa ibada za siri. Anacheza lakini anamwona huyu jamaa na kijinga chake cha moto. Miss Handing akiwa anaendelea kucheza, akatuma joka likamnyonga jamaa huko huko msituni. Sura ya pepo linashuhudia pia. Watu wanaendelea kuenjoy. Kumbe msituni kuna mtu anadedishwa. Huyu binti kamkazia jicho Miss Handing ile mbaya, kisha akasepa eneo hili. Mr. Kusno ni nani? Tutajua kila kitu hapa, ondoa shaka. Hatimaye siku ya kuaga mwili wa marehemu Kusno imefika. Watu wamejitokeza, mwili unatema balaa. Kuna binti yupo hapa, yeye hatoi hata meno, naambiwa hacheki na wowote. Huyu bonge aka Biggie anasema ona, binti mzuri lakini mama yake malaya tu. Wazee wanasema lakini Miss Handing anadumisha mila na desturi zetu. Mzee anasema kipindi hicho pia tulikuwa na mwanamke aliyedumisha kama Handings. Jamaa anasema hakuwa malaya lakini kama huyu Handings wa mchongo. Miss Handing kaja sokoni. Pembeni yake kuna kina mama wapo bize na biashara zao. Kuna story anaisikia wanazungumzia kuhusu kifo cha kutatanisha kilichotokea kijijini hapa. Handing kawafata na kuwaunganisha spinach pamoja na mnafu. Miss Handing anaulizwa endapo atakwenda kuhudhuria msiba. Handing anauliza msiba upi? Au wa Mr. Kusno. Handing akalipa zake pesa na kusepa. Mwili umetikisa mguu pia. Hawa wakina mama wanashangaa na kujiuliza kwamba inawezekanaje binti wa malaya amekuja msibani, ili hali kila mtu anajua kifo cha Mr. Kusno kimetokea kwa malaya Handing. Kibinti kikavu hichi jamani. Wahuni wameona kama mbwai tu, wametimba nyumbani kwa Miss Handing. Kumbe Handing alikuwa nje. Wahuni wanasema tunataka documents, yani nakala zote za marehemu Kusno. Ning ni mtoto wa Handing, so Ning na Santi wameambiwa wawalinde hawa wahuni hapa wasiingie ndani. Miss Handing katupa hii briefcase nje, anasema Mr. Kusno hajaleta chochote hapa. Wahuni wanasema kama hakuna document yoyote ya mali humu ndani kwenye hii briefcase, tutakachokifanya ni kusambaza taarifa kuwa wewe ndiye umemuua Mr. Kusno. Miss Handing anasema mwambieni Dayu aache kunifuatilia.
Dayu alikuwa mke halali wa Mr. Kusno, alinyongwa kule msituni. Miss Hindin alikuwa mchepuko, kwa hiyo yule aliyenyongwa ndiye aliyowaagiza wahuni ndo mumewe. Mjane Dayu amekasirika sababu hajapata document zozote za mali kutoka kwa Miss Hindin. Wale wahuni aliowaagiza anasema hawana kila kitu, wameshindwa kazi walioagizwa kuifanya. Miss Hindin yupo katika moja ya eneo la kufanyia ibada zake za siri akitengeneza nywele. Binti yake Ning anauliza, mama, unajisikiaje unapozungumzwa vibaya na kijiji kizima? Miss Hindin anasema, siogopi na sijali hata kidogo, acha mambo ya kipuuzi mama. Anaambiwa kama huwaamini basi achana nao, kwanza hujui chochote wewe mtoto, toka hapa. Mama anatofauti, mama wewe una tofauti gani na malaya? Mama kamaindi. Ning anasema mama yake malaya, hata kumwambia ukweli kuhusu baba yake mzazi hataki. Hindin anasema nimefanya mambo mengi sana kwa ajili yako, hujui tu. Ning amekuja kulala, lakini mlango unagongwa. Alipotoka anamwona mama yake Hindin. Ghafla Hindin amegeuka jini. Wewe haamini alichokiona, alihisi ni wenge, kumbe ilikuwa ndoto. Akastuka, ngoje tuone itakuwaje huko. Kibonge ni moja ya madansa ambaye amenuna na kumaindi kinoma. Anasema kila tamasha la kiutamaduni linapokaribia kufanyika linaahirishwa pasipo sababu ya msingi. Bonge anasema tunafanya maandalizi, lakini wapi? Kibonge anaambiwa huenda ipo sababu ya msingi ya kuahirishwa kwa matamasha haya kila anapokuwa yanakaribia. Huyu dada anataka Miss Hindin aache kazi ya kucheza nyimbo za asili kwenye matamasha kwa sababu anahitaji utulivu wa kiakili, na itakuwa ni vizuri akitekeleza jukumu la urithi wa mikoba aliyepewa na Kanjen Semanu. Anaambiwa yote yanayotokea sababu huenda ni kushindwa kutekeleza matakwa ya Kanjen Semanu. Ning ambaye ni mtoto wa Miss Hindin anapita eneo hili akiwa na baiskeli. Jamaa anamsimamisha, anasema kione na uso wake mwembamba. Ning anaambiwa naona umevaa nguo mpya, wewe na mama yako mnatumbua tu pesa ya marehemu Kusno, mali zake mnatumia mnavyotaka. Ning anasema hapana mama, mbona ni mfanyakazi? Ilibaki kidogo tu akichape makofi. Kumbuka jamaa ni chawa wa mjane Kusno. Yule Dayu yule mama yule kawaagiza kwao ni mbamba, ni sako kwa bako. Pona ya Ning ni huyu jamaa mpita njia. Miss Hindin amemwalika kwake huyu jamaa kumshukuru kwa kumsaidia mwanaye asichapike makofi na yule muhuni barabarani. Hindin anasema tumewahi kuonana mahali. Jamaa anasema hapana, mimi nimefungua studio hivi karibuni, lakini nimekuwa nikikuona kwenye matamasha ya ngoma za asili. Wewe ni dansa mzuri sana. Miss Hindin anamuuliza jamaa kama mzaliwa wa hapa na mahali anapoishi ni wapi. Hindin ameshaanza kumwelewa huyu jamaa. Huu mshangazi bwana unapenda Serengeti Boys kinoma, ngoja kimkute kitu da. Lakini Miss Hindin ni mali, sijui kama mimi ningechomoa. Anyway, Miss Hindin amekuja kufanya ibada za siri, huku huyu jamaa ndio anaingia magetoni. Anashangaa mlango umejifunga wenyewe. Nani kafunga mlango? Miss Hindin mkononi kashika faili. Huyu dada anamuuliza kama ameshatekeleza amri ya Mr. Kanjen Semanu. Semanu ni yule mzee aliyeongoza zoezi la Hindin kukabidhiwa mikoba na mababu. Anaulizwa umeshampatia anachotaka? Hindin anasema bado, unajua tumemtoa kafara Kusno, lakini peke yake hatoshi. Anashauriwa atafute mtu mwingine wanayefanana vigezo anavyotaka mzee Semanu kule msituni, maana siku zimesalia chache kinoma. Kumbe mkononi ni faili lenye taarifa zote za mpiga picha ambaye ni Jalu. Kiufupi, Jalu ana vigezo vya kutolewa kafara ambavyo Semanu anahitaji. Ngoja tushuhudie huu mchezo. Ning anamwambia Santi kwamba siku za karibuni amekuwa akiota ndoto za kutisha kumuhusu mama yake, na muota mama anabadilika kuwa joka kubwa.
Hisia zangu zinaniambia ndoto hizi zina ukweli ndani yake. Bonge akiwa na washikaji zake kijiweni wakinywa kahawa, kuna wageni wamefika hapa. Wanajitambulisha kuwa wanatoka Malaysia. Wanachohitaji ni kupelekwa nyumbani kwa Miss Hindin. Ugeni huu tayari Miss Hindin anayo taarifa. Bonge anawaambia wenzake hawa wageni mmoja wao huenda ni baba mzazi wa Ning. Anataka tumpeleke kwa Miss Hindin yule malaya. Miss Hindin ameamua kujimaliza kwa Jalu. Jalu, imetokea tu, mwenzio kwako sijiwezi kabisa. Nimekupenda ghafla, nahitaji uwe wangu milele. Jalu anasema kupendwa na mwanamke mrembo kama wewe inaogopesha sana. Yaani inawezekanaje? Kwa mfano, wahuni akiwemo yule Bonge walimuona Jalu anaenda na mshangazi Hindin kujishindia pointi 3 huko ndani. Wakakusanya baadhi ya wanakijiji na wakaenda mpaka kwa Miss Hindi. Wakaanza kuita, wewe malaya, toka humo ndani haraka, toka! Miss Hindi amemaindi kinoma. Vitu vilishapanda, hata mchezo haujaanza, kuna watu wanaleta nuks. Jalu anaaga, anasepa bila chochote kugusa. Amba nyamilelesa. Miss Hindi amekasirika, haongei na mtu. Miss Hindi ameenda chumba chake cha siri na kuchukua vifaa aka device maalum, vifaa vya kazi za ibada za siri, akitoka navyo nje. Kumbe binti Sant alikuwa anafuatilia kwa nyuma. Ile Miss Hindi anahisi tu mtu, akageuka. Binti Sant pepo akamwingia, kelele. Ning akaja spidi. Nini kimekupata Santi? Pepo? Bwana we, pepo ndani ya Santi linamwambia Ning, usiingilie mambo yangu kabisa. Ning alimuita mama yake Ning wewe, ambaye alikuja akalituliza. Kuanzia hapa maisha ya Santi yanabadilika mazima. Kitandani hapa usiku wa manane, Sant anamwambia Ning kuwa bibi yetu amekuja, anatufuatilia. Ning anashangaa, anamwona Sant mezani ili hali amemwacha kitandani. Pepo ndani ya Sant lilikuwa linampa kashikashi kama mbwa. Ning alikuwa anahangaika kinoma. Hali imeshakuwa tete kwa Sant. Inabidi Ning apige kelele nje mpaka wanakijiji baadhi wanasikia na kuja kusaidia, lakini Sant bado hajatulia. Ikabidi shekhe aitwe kuja kutuliza haya mapepo. Hali ya hewa imeshachafuka. Shekhe kalituliza hili pepo, acha kabisa. Ukizubaa tu pepo linakulamba makofi. Ning uso kwa macho na shekhe anamuuliza nini kimemtokea Sant. Shekhe anasema kwa maarifa yangu Santi amekuwa na hisia kali sana, haswa kama kuna nguvu za giza zinamnyemelea. Nguvu hiyo ya ziada ni tangu alipokuwa mtoto mpaka katika umri huu. Wazazi wake walijaribu kuzima uwezo wa jicho lake la tatu kuona vitu hivyo, lakini walishindwa. So tukio hili limekuwa tofauti. Kuna nguvu ya giza imetumwa kumuinda na kummaliza Santi. Tutajitahidi pamoja nawe kumsaidia. Nitatafuta chanzo cha tatizo hili pia ili nikijue. Leo Jalu aliahidiwa atafatwa kupiga show. Miss Hindin amekuja lakini kwa kuchelewa, so anamwomba msamaha. Jalu alihisi mpaka muda huu usiku wa manane mshangazi hauwezi kuja tena. Jamaa akajua ataichapa kama akija sio sana, hawezi kuja. Lakini jamaa akasema akijichanganya nitaichapa mpaka ichanganyikiwe. Mara watu humu tu, kumbe jamaa anachapa nyoka bwana. Mama. Jalu kamaliza show, anastuka, kumbe alikuwa ndotoni. Haelewi tukio lilikuwa la kweli au ndoto tu, lakini mgongoni anaona ana jeraha. Ambacho hajui ni kwamba lile joka limemwachia love bites. Sasa love bites ya nyoka ni jeraha. Hatimaye wale wageni wamefika nyumbani kwa Miss Hindin. Walikuwa ni mtu 3 ndani ya truck moja, lakini 2 ndo wageni halisi. Hindin anawakaribisha na kujitambulisha kwa wageni wake hapa studio kwake. Mchizi mmoja anajitambulisha, anaitwa Dato Amir. Mwingine anaitwa Fandi. Huyu Fandi ni msaidizi wa Dato Amir.
Jamaa wamekuja kama wakufunzi wa miziki ya asili hapa. Hawa jamaa walialikwa kushuhudia performance ya leo usiku, na hapa ndio kama unavyoona wameelewa show kinoma. Watu wanacheza vizuri ile mbaya. Miss Handin anaulizwa dili lake na Dato Amir limekwendaje kabla kitu kibaya hakijatokea. Vipi, umekamilisha vigezo anavyotaka Kajeng Semanu? Handin anasema nalifanyia kazi hilo. Huyu binti anajua kila kitu kuhusu Handin sababu walienda wote siku ya kukabidhiwa mikoba kule msituni. Upande huu mapepo ni sako kwa bako na Santi. Pepo linamwambia Ning, acha kunisumbua kabisa. Miss Handin anaushuhudia mchezo live. Pepo likaanza na Miss Handin hamba, lakini lilitulizwa ndani ya sekunde moja tu. Ning anauliza mama yake, tumsaidieje Santi ili asihangaike mama? Ning anaambiwa ipo njia bora ya kumtuliza, subiri. Miss Handin na besti yake wakamfunga kwa mbao Santi. Kumbuka kila wakijaribu kumdedisha Santi wanashindwa, sababu ana nguvu ya asili ya ajabu ambayo alizaliwa nayo. Handin amekuja huku ndani ya mapango yaliyojificha ndani ya msitu mnene alipo Kajeng Semanu. Miss Handin anaomba msamaha kwa kushindwa kuleta kafara ya mtoto kama alivyotakiwa kufanya. Anaambiwa sawa, lakini hakikisha utamleta mtoto huyo. Pia kafara ya baba mwenye mtoto mmoja wa kipekee, pia usisahau kuileta herezi yako hapa ya kichawi. Miss Handin amekabidhiwa huu mtambo. Anaambiwa hakikishe haupotezi. Anaambiwa muda uliopewa kuleta kafara, muda wa mwisho unakaribia. Dato anamsubiri Miss Handin hapa. Kuna ripoti binafsi anaendelea kuzifanyia kazi. Cha kushangaza, bonge alipotoka mlango ukajifunga kwa nguvu sana mba. Dato mpaka kastuka sababu ni usiku sana. Nani kafunga mlango kwa namna hii? Huwezi kupinga namna hiyo. Hakuna. Dato alihisi kuna mtu kapita hapa. Ikabidi aanze kumtafuta mtu huyo. Alikuja mpaka chumba hichi. Kumbe Miss Handin alikuwa anamtaka ajaye huku ndani ili amtoe kafara, sababu ana vigezo ambavyo anafaa kutolewa kafara. Joka likaanza kumnyonga hapa mchizi. Shughuli imeshakuwa pevu hii. Leo kazi ipo. Upande huu mke wa Mr. Jalu ameingia humu ndani, lakini huyu Jalu aliagizwa kazi maalum, sio mkewe wala nini. Yes, so Jalu ameingia humu ndani akiwa na hasira kibao. Mkewe sasa namzungumzia. Jalu anaambiwa, nimesikia kila kitu. Ulienda kijijini kumfata malaya wako. Hicho ndicho ulikuwa ukikitaka kumbe. Jalu, umesahau kazi niliyokuagiza kabla ya kwenda kijijini. Jalu anasema ilinibidi kutengeneza uaminifu kwanza, lakini Jalu anaambiwa kumbe wewe ni fala eti. Wewe ni fala. Ulifata hela mbwa wewe. Jalu anasema nilienda kijijini kumwona mama yangu mgonjwa. Nawe unajua kabisa hili. Santi huku anahenya kinoma. Mapepo hayamuachi hata nusu saa pumzike. Yanamsumbua sana. Shehe ameitwa eneo la tukio ili amsaidie Santi kutoka katika hali hii. Pepo linaamriwa kuacha kumsumbua mtoto. Shehe anampatia Ning huu mkuki ukiwa umehifadhiwa kwenye kitambaa. Anaambiwa utatumia mkuki huu penye lazima. Mkuki huu tuliurithi katika moja ya ibada za siri kutoka mlima Tidal. Utaweza kuwasaidia ama kuwaokoa watu walioingia mikataba na nguvu za giza, haswa mama yako mzazi. Nawe pia utakusaidia. Mama yako aliingia mkataba wa siri na Semanu. Ni nguvu za ibada za siri za kichawi. Mama yako kaficha nguvu hizo za giza chumbani kwake. Semanu ndiye kiongozi wao. Anaweza kwenda kufanya tukio lolote popote pasipo mwili wake kwenda. Ni ngumu watu wengine kujua hilo. Mama yako kazi yake ni kupeleka kafara ya damu. Nenda wafuate na kamchukue Santi. Bonge alisahau ufunguo nyumbani huko. Amekuja tu. Anashangaa anaona yule mgeni Dato amefariki na damu zinachuruzika hapa. Dato amekufa. Jalu ameufuata tena huu mshangazi Miss Handin. Jamaa kaletewa chai hapa. Miss Handin akachukua hirizi aliyopewa atakayotumia kuisafisha damu ya Jalu. Yaani kafara inamhusu. Handin akikupenda jua una kitu. Utafika mbali kuondoka duniani chap kidogo. Anapiga ibada ya siri ili afanye tukio chap. Jalu kaja kuchungulia. Hamini anachokiona. Unaambiwa kama movie, kumbe yupo live na show. Jalu vitu vinagonga boxa na kurudi. Haelewi afanye nini. Mwamba akaona liwalo na liwe. Ngoja nipige mzigo itajulikana tu.
msitu. Oya, alikamia kama mbwa. Noma. Wanakijiji wanakuja nje, nyomi wamejaa. Kibonge na mwenzake walimuona Jalu akija huku na wakajua tu anakuja kuchepuka na huyu malaya Hindin. Jamaa anaendelea kujipigia huko ndani. Hindin akatolewa mkuku, njoo nje malaya wewe, wanakijiji wanataka wakuone, ongea na wewe, waseme nawe. Shekhe anasema jamani, hebu tuacheni kujichukulia sheria mkononi dhidi ya watu hawa mbele yetu. Jamaa anasema walikuwa wanapigana vitu huko ndani ili hali hawajafunga ndoa. Sisi huko ndani tumekuta kimeumana, yani ndi. Wanakijiji wakamwelewa shekhe, wakaacha kuwatembezea kichapo, wakaondoka zao. Mr. Jalu akaanza kupekua humu ndani. Muhuni na vipengele vyake, alitaka aibe maelekezo. Aliukuta pia mkuki ndani ya kitambaa. Mchizi akachukua beto akaweka mfukoni, in case likitokea tukio atajitetea. Miss Hindin kapigwa vitu, lakini kaja na sura nyingine. Muda wa kutoa kafara. Jaru ndo huu umefika. Jalu alichezea kipigo cha mbwakoko. Mwenzake na Hindin anasema tuwahi, muda unakaribia kwa Semanu kule kutoa kafara, twende. Akamtwanga ya kichwa Jalu. Oya, Jalu ni damu, tumidamu. Mke wa Kusno alikuwa anatafuta urithi wa mume wake kwa Miss Hindin. Aliamini huenda na nakala muhimu, lakini haujapatikana. Alimtuma Jalu pia, na Jalu mission ikamshinda, akampenda malaya Hindin. Lakini ndo hivyo tena, mizimu imeona damu yake Jalu inafaa kutolewa kafara. Kiufupi, script imeharibika. Mjane akajibu shiti, naye akamalizwa na muhuni. Wewe mwenzio Dato analia kwa uchungu sana. Bosi wake ni Goodbye, sasa anakula Chinese huko mbinguni. Ning kaja kumfuata Santi, anamwambia tutoke hapa, leo ni usiku wa kutolewa kafara. Ning kaja kwa mzee Semanu kumwomba msamaha kwa mara nyingine kwa kushindwa kumleta mtoto aliyetakiwa kutolewa kafara. Semanu amenuna kama mbwa, hacheki na wowote wala kima. Kabla hatujaendelea, tuna group letu la WhatsApp la Dama Recap. Tunakuwa tunakufahamisha kule kama kuna movie tumesha kuwekea huko YouTube, so inakuwa rahisi sana pia kupata taarifa mpya. Namba ni 0766551817. Utaniandikia tu ni hadi kwenye Dama Recap. Mimi nitafanya hivyo muda huo. Anyway, Semano anasema leo mimi ndiye nakuwa wewe Miss Hindin. Kanjeng Semanu ana upwiru wa damu ile mbaya. Ning na Santi wamekuja huku kwa Kanjeng Semanu ili kupambana kumwokoa mama yake kutoka kwenye mikono hatari. Kumbuka kabeba ule mkuki aliopewa na shekhe. Ning alikabwa kama mbwa, alilia kwa uchungu kinoma. Mkuki ukamwokoa, then akaendelea na safari kwenda kumwokoa mama yake ndani ya pango hili. Wewe msaliti, umeleta watu wa ajabu humu ndani leo, sio? Maisha yako lazima tuyachukue hii leo. Kanjeng alipita na shingo ya Miss Hindin. Goodbye. Ning na Sant wanashuhudia Miss Hindin amekufa. Walichelewa kidogo, kwenda wangemsaidia. Cha kujifunza hapa, kila kitu kina mwisho wake. Wewe tamba na nguvu zako za giza, lakini ipo siku zitakugeuka na kukumaliza. Niambie, umependa nini kwenye hii story? Mhusika gani katisha sana humu ndani? Kama unahitaji kujiunga na group langu la WhatsApp la Dama Recap ili wewe unapata taarifa pindi tu movie inapokuwa imetoka, ama pia movie gani mnataka tuwafanyie recap hapa, andika hii namba alafu nitumie ujumbe WhatsApp kule ili iwe rahisi kukuunganisha. Namba ni 0766551817, yani 0766551817. Goodbye.